Okay guys, how are you today? Jamani, ndo hali tuliokuwa nayo hii, ni utelezi tu. Hapo ukitembea vibaya unajikutopo chini. Unatakiwa utembee kwa umakini. Huku ndo Ulaya sasa huku. Ni shida. Subirieni leo nitawaonyesheni mandhari ya huku kwetu jinsi palivyo nini. Ulaya, nyumba ndo kama hizo. Kama jinsi mnavyoziona. Hakuna watu. Ngoja nipite huku sitoweza. Nakaribia kuteleza nini. Nijikaza mtoto wa kiume mpaka nifike ninapoelekea. Hali ni ngumu sana. Hali ni ngumu sana. Ngoja nigeuze kabisa hivi ili muone vizuri. Hizi ndo nyumba. Hizo ndo gari zinapita. Hapa panaitwa Moncton. Tupo kwenye state ya New Brunswick. Kwa Kifaransa inaitwa Nouveau Brunswick. Okay. Nchi inaitwa Canada. Yaani hapa taratibu. Si unamwona mtu akijitupa chini hapo. Utakuja. Mkuto yupo Mwanza. Mimi mwenyewe hapa natembea kwa makini hali ya juu. Kwa makini hali ya juu. Tembea kwa hali ya makini. Hali ya makini. Makini hali ya juu. Haya. Swahili. Hizi hapa ni nyumba za wazee kama hizi mnavyoziona, nyumba za wazee. Hizo zote zile pale za government. Hizi hapa za wazee. Hii hapa ya mtu binafsi. Hii hapa ya mtu binafsi pia pamoja na gari lake. Alafu pale mbele kuna kanyumba kanauzwa. Ngoja nikaite haka. Unaona hiyo picha hapo? Hiyo ni picha ya nyumba ambayo inauzwa. Yaani huyo ndo anayeuza nyumba. Ndo hali ndo kama hivi. Kama jinsi unavyoona. Taratibu tutafika tu. Japokuwa ndo hivyo nawezeka. Napata tabu siju. Na kuelekea kama nitafika lakini. Ya wazee hii hapa nafikiri mnaiona sasa. Okay. Hizi zinazofuatia hapa nyumba za kawaida. Hizi zinazofuatia nyumba za kawaida. Nyumba za kawaida kabisa. Hazina hili wala lile. Hizo ni nyumba za kawaida. Jamani hapa pako vibaya. Hapa pako vibaya, nitakuwa nitembee taratibu kwa makini kabisa. Hapa pako vibaya. Songa mbele. Okay. Tulilia Ulaya. Haya. Kilichotukuta sasa ndo hiki. Hapa. Yaani hapa na force. Hapa wenyewe hatujaenda shule, hatujafanya chochote. Kile unachokijua wewe kama wewe. Hatujakifanya. Okay? Chochote unachokijua wewe hatujakifanya. Hapo hivyo gari unaiona kama gari hapo. Lakini kufungua mlango hapo shida. Hapo baridi imepiga. Hii hao wanaita snow ya mvua. Imegandisha nafikiri mnaona kwenye gari kuna kama vitoni vya huji hivi. Ndo huji wenyewe sasa huo wa snow. Sasa ndo unakuja na baridi. Yaani kuna snow aina mbili. Kuna ile inakuja kama vumbi lakini ni maji yaliyogandana. Lakini kuna nyingine inakuja kama mvua. Naiona kabisa mvua ikifika chini na ganda. Unaona hapa? Hapa kidogo havijashikana, vimeshikana kwa chini. Unaona? Vimeshikana kwa chini. Huko juu kuna maji mengi. Na ndio maana inashindwa kufanyaje? Kushikana na istoshe. Hali kidogo ya baridi iko sawa, tupo kwenye joto namba 6. Yaani hot. Tupo kwenye 6 kwenda 7. Ndio maana kidogo mnaona nini? Hivi vinani vya snow hivi, vya mvua ya snow. Kidogo vinashindwa kustahimili. Vinashindwa kufanya kazi yake vilivyopewa na Mungu. Hapa hivi naenda kwenye barabara kuu kidogo. Ndio napandisha juu sasa. Yaani hapa ni shida, check. Mungu nimeenda. Ni shida.
Hakika kuna hali ngumu. Hakika kuna hali ngumu. Kiukweli kuna hali ngumu. Hapa ndo Canada Mountain, New Brunswick. New Brunswick ndo hapa. Kama kitu unavyoona. Majumba kama hivi, magari kama hayo yanayokuja huko. Hapo ndo Ulaya sasa. Tulipalilia Ulaya ndo hapa. Hapa penyewe ukitaka kuvuka unatakiwa uangalie gari siwepo karibu, kwa sababu gari ina uwezo wa kuteleza. Ikahama veni hapa navuka sasa. Kuna gari huko chini, hamna gari hapo. Sasa navuka kidogo kwenye barabara, kuna kautulivu, kuna kaumakini fulani hivi ila tukiingia kwenye haka kanjia ketu sasa kwa watu haya ndio kanakuwa kachafu, ila haka kidogo kamezidiwa. Haka kidogo kamezidiwa, kamepigwa chini. Haka kidogo kamezidiwa, kamepigwa chini. Ndio nyumba za watu hizi. Miti kama hivi, uchafu kama huu. Uchafu wa snow. Yaani ikifika kipindi cha snow kidogo, nchi inakuwa chafu. Haya. Nyingine nyumba hii hapa inauzwa bwanangu. Kama uko tayari kuiuza hii hapa. Namba ya simu hiyo hapo. Ni wewe tu. Nyumba yenyewe hii. Hicho ni kibango, nielewe. Msije mkasema kwani hicho kibango ndio nyumba? Hicho kibango ndio tangazo lenyewe la kuuza nyumba. Sold Van Avandre Jacob Levesque. Okay. Hizo hapo nyumba za watu kawaida nini? Hapo ndani kuna watu humo. Ndani kuna watu, wanafunzi wote hapo ndani. Maana hakuna shule iliyosoma leo. Kwa sababu ya nini? Ya mvua ya snow. Yaani inaitwa mvua ya huku kidogo kuna shida huku wanangu, huku kuna shida huku. Tunapalilia hivyo hela nini si unajua, lakini kuna shida. Hapa penyewe hakuna baridi, lakini mikono yangu hii ishaanza kukosa amani. Nishaanza kusikia kama mkono wa chuma hivi, sielewi. Picha kibao kwenye mikono. Nina chaji yangu hapa nimeenda nayo. Si unajua kushuti kidogo nini? Inagharimu umeme mwingi, kwa hiyo natembea na chaji. Huko ninapokwenda huko nitapata chaji. Magari ndo kama hivyo. Majuzi hapa wanangu tulitembea huko tukiwa tuna furaha. Tulifurahia. Majuzi tulifurahia nini? Joto lilikuwepo kwenye 16. Hamna snow, hamna mvua. Tukasema sasa hapa tumejipata, acheni tujiachie. Kufika usiku kule mashari ya saa sijui kwa ni mashari ya saa ngapi yale, mashari ya saa ngapi? Mshale wa saa 7 usiku hivi kuelekea saa 8 hivi hali kaanza kubadilika. Mara tukaona kesho kuna snow tena kubwa. Alafu tena kwanza kesho walisema kuna snow. Alafu kuna baridi. Sasa tulivyoamka asubuhi sasa ya jana. Baridi imepanda hadi kwenye 10. Ikaingia hadi kwenye 13. Hali so poa. Kwanza mnaviona hivyo hapo. Hivyo ndio za kutoa snow barabarani. Subiri. Niko mbali kidogo, ngoja nizoom. Niko mbali kidogo. Hivyo mnavyoviona ndio vifaa vya kutolea snow barabarani. Hivyo. Yaani hapa ndo magetoni kwao, wanamaliza kazi wanakuja kuketi hapa. Yaani vinakuja kutulizwa hapo. Ndio maisha tunayo. Sasa baridi ikawa kali. Mara tukaona snow inapunguka, mara inakuja, mara haje. Tunaisubiria sasa mida ya saa 8 kama giza walivyosema, wala sio saa 8. Tukaingia hadi saa 10 tukasema Mungu saidia. Kufika mida ya saa 11 vikaanza. Vikakatika mida ya saa 12, saa 1, saa 2. Mshale ya saa 3 tunaona vifaa vyenyewe. Hivyo ndo vifaa vyenyewe. Kufika mishale ya saa 3 pale nini? Snow tena ikalindima. Kakata mishale ya saa 5. Kufika mishale ya saa 7 snow tena ikaanza. Nikakesha mpaka huko masaa 9 huko. Bro, ni shida. Ndio kifaa chenyewe hicho. Unaona wanaandika snow blowing. Kiingereza kidogo kinanipiga chenga, mtanielewa, maisha magumu. Nilichelewa kwenda shule.
hela zilikuwa zipo, japokuwa ndio hivyo na mimi nilichangia kushindwa shule, lakini ndio hivyo hela zilikuwa hazipo bro. Yeah. Ndio kama hivi. Ukitaka kuvuka kama hivi nilivyowaambia, unaangalia kuna gari hakuna, unavuka chapa. Ili isije kufika hapo gari katelezi kahama veni. Ukashangaa ipo mwilini wako inakusalimia shikamoo mjomba. Hapo liko kusema marahaba mpwa wangu, kaja ukajibia kwa heri. Kama hivyo gari zimetulia nini, zipo hapo zimechili, hazina hili wala lile, hazina mbambali babarida. Hata wenye gari wenyewe hapo ndani hawajui wataanzaje kuziendesha, hawataki gari zao zije zikateleza wakagongana. Kwanza kitu kingine, kipindi cha hii snow ya nani ya mvua hii, ajali zinakuwa zinatokea sana kibao nini sana. Unaona nilikotokea kule nilikotokea, ndio nyumba ziko karibu na barabara nini. Mnaona hiyo nyumba hapa, unaiona nyumba ya Ulaya hizo mbao mwanangu hapa, hizo mbao. Hamna nyumba ya tofali kubaba senge hakuna nyumba ya tofali kama hii hapa. Mbona kisi inavyoonekana utafikiri labda ni nyumba ya tofali, lakini hapana, haiko hivyo. Hiyo sio nyumba ya tofali. Hizo hapo ni mbao, nyumba ya mbao. Sijui kwenye Kiswahili kizuri naweza nikasema nyumba ya nini, au mtanielewa. Mimi mwenyewe hapo sio Mswahili, ila ndio hivyo tu, kazi ya kudandia lugha za watu. Ndio mtanielewa. Hii hapa, hizo hapo mbao mwanangu zimechongwa zikachongeka, ni kama hii hapa, kama hii hapa ya kama hiyo. Kwa hiyo zimechongwa zikachongeka nini. Wazungu kidogo wanakaa ufundi, wanakaa utaaluma, ila kitu kingine tukae tukijua hata huko kwetu sisi Afrika utaaluma upo, ila sema ndo hivyo sasa, sema ndo hivyo, hatuna kipato. Sasa wao huko wana utaaluma pia, wana kipato pia. Kwa hiyo kidogo wao wako vizuri kuliko sisi, tukubali tu, tusikatae. Poli ndo kama hii hapa nini. Mimi kipindi nipo Afrika nilikuwa nafikiri kwamba kwa wazungu hakunaga poli mwanangu, kwa wazungu ni town tu nini hivyo, kama gisi tunavyoonaga kwenye movie. Kumbe sio mwanangu, vile tunavyoonaga kwenye movie vile. Zile nyumba mwanangu, zile ni maofisi, makampuni, lakini nyumba za watu ndio hizi ninazokuonesha hapa. Uwe tajiri kiasi gani, uwe ukoje, kwenye hizi nyumba ndio utaishi. Yaani huko kifuka kunaga maskini wala tajiri. Maana kama ni gari kila mtu anaye, kama ni nguo kila mtu anaye, kama ni iPhone 17 kila mtu anaye. Kila chochote unachokijua huku ni cha bei, kila mtu anacho na ana uwezo wa kuwa nacho kwa yule ambaye hana. Kwa sababu utaenda huko utachukua kigari chako kikubwa, sijui dola 100 huko na ushare. Eti dola 100, dola 100 na ushare. Lakini unakuja unakuwa unalipa kwa mwezi, utakuta dola 200, dola 500, mara dola 1000. Unakuta gari unailipia kitu cha miaka 10, 15, na una kipato chochote ndani, ni ile kidogo unayopata unakata unalipia. Kwa hiyo ndio maana huku kuna sehemu kwamba, yani kunasemekana kwamba huku hakunaga tajiri wala maskini. Maana chochote utakachokinunua wewe, tajiri ambao una bilioni 100, hata mimi na uwezo wa kukinunua na nikakimiliki. Wewe utaenda pale unakinunua cash, nenda pale nakichukua kwa deni, alafu unaishi na kilipa mdogo mdogo, na mwisho na kimaliza. Yaani chochote utakachotaka wewe kukinunua, na mimi pia uwezo niko nao. Kwa hiyo maisha huko kidogo yako hivyo, kidogo walirahisisha maisha kwa mtu yeyote yule atakaye kubali kuishi katika sheria za nchi na kutenda haki na kuzisimamia kwa haki na kweli. Kwa hiyo wakaamua kuzirahisisha kwa mwananchi yeyote, mali azitumie kama inavyotakiwa, alipe kodi kama gisi inavyotakiwa, yani asijihisi kwamba hiko hivyo. Ila wewe mwenyewe sasa ukikosea mwanangu, ndo alipokuwa ubaya sasa wao. Ukikosea, unaona hii mvua ya snow inaonyesha hii mwanangu, itakunyeshia nje. Mimi nakwambia nje, unalala nje, unaamka huko nje, yani unatengwa na nchi nzima.
Hiyo ndo basi ya shule hiyo ambayo inatubebaga sisi tukielekea shule. Hapa hivi tunaiona kama kituo cha treni, tunaiona tunapita. Maana hatujaenda shule. Kwa hiyo unatengwa. Jamani, huko kuna maisha mabovu. Kuna raha yake afu kuna ubovu wake. Kuna ugumu wake. Kuna kusota kwake. Huku unasota na unasoteka. Yaani ukiharibu tu. Ndio maana nilikwambia kwamba wamempa kila mtu uhuru wa kuishi kwenye maisha mazuri. Lakini sasa hayo maisha mazuri yana gharama yake. Kile utakachokichukua ili kikuletee maisha mazuri, jaribu ukilipia kwa muda unaotakiwa na ile idadi inayotakiwa. Ni kidogo kidogo. Kama utafanya miaka 100 ina shida, nyumba zipo. Za milioni za dala laki 3, laki 4, laki 5, laki 7 ziko. Unakuta nyumba ina vyumba kama 7 ndani 8. Unapanunua hapa panakuwa kwako. Lakini hiyo nyumba niliwaambia zile gari kazi zao ndio hizi sasa. Unaziona? Hizo ndo kazi zenyewe. Hizo ndo kazi zenyewe. Ndo maana huku nimeshangaa. Mzungu ananipepea hapo mwanangu. Alikuwa ananiuliza vipi utapita? Ngambia hapana, wewe pita tu. Alafu alivyokuwa mtu mzuri kaachana niaga kabisa. Mzungu muungwana huyu jamani. Ni balaa kidogo. Ndio maana nisema mbona hizi njia za huku kidogo hazina utelezi? Kumbe ishakuja anapitia. Alafu ishakushangaza ndugu yangu. Umeona kwenye gari nani anafanya kazi? Yule ni mwanamke tena mbibi. Yaani huku mwanangu hakunaga cha mtoto cha mkubwa wala nani. Ukieneza tu miaka 18 mwanangu kazi uko huru. Yaani ukijisikia mimi nataka kufanya kazi yoyote, ili mradi ueneze tu miaka 18 uende mbele. Nina miaka 60 nataka nifanye kazi ambayo mtoto wa miaka 29 anatakiwa kutumika, utatumika. Ni nguvu zako. Ndo laza huku sasa. Ndo laza huku. Ila sema tu ndo hivyo, mapumziko hakuna. Mapumziko siku 2. Yaani unatafuta pesa kwa hali na uvumba. Kwa kuhangaika siku nyingi, alafu siku za kurelax uenjoy pesa zako ni siku chache. Upumbavu. Hapa ndo tunapokumbukia Afrika sasa. Ila ndo hivyo, pesa tunazitaka na kazi tutafanya, hatuachi kamwe kazi sisi. Kazi tunafanya na hatuachi. Hapa nimefika kwenye matani. Kwa watu wengi storia za mataa mnazijua, sio mpaka niseme jamani. Kijani hivyo nini gari inaruhusiwa. Hivyo za huku kushoto kulia huku nazo zinakataliwa hivyo. Maana ziruhusiwi zinasimama kama hivyo. Ila wanangu nishapigwa mabaridi kwenye hichi kidogo kinashika simu, hata kwanza nibadilishe mkono. Sio unakiona hichi kidole hichi. Mwanangu kinapigwa vibaya da. Kwa ndo hivyo nanyosha nini. Gari ndo kama hizo hapo nini, maisha ya town. Ndo town sasa huku mwanangu. Hamna mtu. Kila mtu yupo kwenye gari, yani gari ndo watu. Ukiona gari unahesabu hapa mtu mmoja nimepishana naye. Wewe tulia wewe. Cha shobo. Hivyo vinanda vya barabarani hivyo vimeliona vishaanza kutoa kelele. Shenzi kabisa. Hapa nimekula kona. Hiyo ni gari ya kona na wanakusanya taka nini, wanakusanya taka hao. Sitaki kwa shuti sana. Unajua wazungu na mambo mengi. Hapo ameshaniangalia. Sija kaanza huyu vipi sasa. Yenyewe hiyo hapo. Gari ya taka. Gari ya taka nini? Wazungu wanajiachia kwenye magari. Sisi wahuni tunatembea mguu. Wahuni. Ila kwenye baridi hakuna nini? Uhuni. Kuleta uhuni na kufa kesho, au sio? Cheki. Yaani walina nini? Kale kadude kale ni kaonesheni kule kale. Kalipita hapa. Ila akajapita huko pembeni. Yaani kamepita tu mara moja. Kakasafisha zake nini kakaachana naye. Hizi ndio nyumba za watu. Matajiri wako humo. Yaani unaweza ukawa tajiri kwenye pesa, lakini kwenye muonekano wa kuishi mimi na wewe ni sawa sawa. Yaani pesa zako zipo benki. Bilioni 5 zako ziko huko, siji bilioni 1 au ni milioni ziko huko. Lakini pia na mimi dola zangu 5,000 ziko huko. Dola zangu 7,000 ziko huko hivyo. Lakini sasa tukija huku nyumbani sisi sote tuna vitu vikali. Yaani mtu kwenye benki unaweza kukaa na dola 200. Lakini huku nyumbani unamiliki vitu vya dola 50,000, 70,000. Ambavyo kwenye ile pesa unalipata, kwa mfano unapata kwa mwezi unapata sijui dola 3,000.
Unachomoa hapa nyumba hapa 1200 pamoja na kula bakia 1800. Hapo nakata hii gari hapo nalipia 500 au 700. Kitambulisho cha gari cha kuendeshea gari nalipia 200. Sijui na hivyo mfukoni unabakia na 300. Na maisha yanaenda. Alafu kuna ndinga kali nje watu wakiona mbona huyu jamaa kajipata, kumbe ni hali ya huku ndio inaruhusu mtu aone hivyo vitu. Haijalishi kipato unacho au una nacho, ni kifupi wewe umejipata hujajipata, wewe unaishi maisha unayoyataka Ulaya. Unaishi maisha unayoyataka. Hapo hiyo ni basi hiyo wanafunzi yetu hiyo tena imepita nini. Sorry kidogo kwa sababu kidogo video mtaone nimefanyaje. Nilikuwa nimepigiwa simu nini. Kwa hiyo hizi ndo nyumba za watu. Hata point tulikuwa tunaizungumzia nishaisahau. Kwa mtoga hizi ni muda wa mpumziko, mtatulia lazi kidogo. Okay. Nimekumbuka story yenyewe nilikuwa nimeshasahau. Kwa hiyo ndio hivyo. Mtu unamkuta na ndinga kali, unafikiria labda eti ndo ana hela nini? Watu wako Afrika wakimuona jamaa kashajipata na gari, kumbe wapi? Kumbe wapi mwanangu? Waga tunakosea. Hata mimi mwenyewe nilikuwepo huko nilikuwa nasema hivyo. Ila kweli huku pesa zipo. Tuseme tu kweli pesa zipo. Pesa zipo kama unazitafuta. Ila kama uzitafuti mwanangu, ndio hivyo. Ila hali kama ndo hii. Kipindi cha baridi hiyo, ukiona tafuta pesa mwanangu unaumia sana. Unaumia sana ukiwa unafanya kazi. Maana baridi inakutesa. Unapigwa na baridi kishenzi nini. Kwa hiyo iko hivyo na tuelewe. Mtu ukimuomba pesa akikwambia kidogo mambo hayajakaa sawa, elewa. Akikupa kiasi chochote kubali, maana hujakihangaikia. Mimi nakumbuka kuna mtu nilimuombaga 8,000. 8,000 ndo nilomuombaga. Nikamwambia, "Oya sisterie, nige 8,000 maana alikuwa ni wa kike. Nige 8,000 mwanangu ninunue nini yebo." Akasema basi poa usijali. Baada ya siku 2-3 akaniambia, "Nenda kwa mtu fulani pale nini. Ukachukua hiyo pesa." Nilipokwenda hivi nikapewa shilingi 5,000. Kwanza yeye hajaniambia. Nishangaa huyo mtu ndo kaniambia kwamba kuna 5,000 yako hapa. Nimetumwa nikupe. 5,000 na nani eti na fulani. Nikasema imekuwaje mbona mimi nimemuomba shilingi 8,000 na mtume 5,000 jamani mtu yuko Marekani. Nilipompigia simu kumuuliza kananiuliza kwamba kwa nini hujalizika na hiyo? Nikaja nikapiga hesabu ananyaka kama 3-4 hivi sija kukula hata 100. Nikaja nikamwambia tu siwezi nikakosa kulizika kwa sababu toka ufika huko hujawahi kunipa hata senti, kwa nini nimelizika na yeye, lakini tu ndio hivyo. Nimeshangaa wewe mtu wa huko kunitumia shilingi 5,000 wakati nimekuomba tu 8,000. Japokuwa kweli unaihangaikia. Nilisikiaga roho liuma sana. Roho iliniumaga kishenzi, lakini ndio hivyo nitafanyaje? Lakini nilipokuja nilipokuja kufikiria baadaye
Nikaja nikajiambia kwamba pesa nazisumbukia yeye, sio mimi. Kwa hiyo kunipa ni hali yake, anipe asinipe ni hali yake. Kwa hiyo nilielewa. Kwa hiyo kitu ambacho ningewaambia ni mwe mnaelewa. Ukimwomba mtu pesa akikwambia sinaelewa, akikwambia nitakupa, elewa. Akikawizia siko, elewa hivyo. Kila mtu ana misingi yake kwenye maisha ya kusaidiana. Kwa hiyo sitaki mtu awe na staili ile ya kwako wewe ambao wagu unasaidiana. Hapana. Ndio kama vile kila mtu ana staili yake ya kula. Kuna ambaye anakula sana, anakula kidogo. Kuna ambaye anataka chakula hiki hivyo. Na kwa kila kitu ndio gisi tulivyo. Kwa kila kitu ndio kila mtu gisi alivyo. Kila mtu kwa kusaidiana ndio gisi alivyo pia. Ajisikia kusaidie, ajisikia aache, ajisikia fanyeje. Kwa hiyo elewa. Maisha kidogo huku pia ni magumu. Pia hela nimerudilia kweli. Huko hela zipo. Ukifanya kazi, hela zipo. Ila kama ufanye kazi mwanangu, vile pesa ambazo watakuwa nakupa kama za msaada hizi zinavyoingia, na ndivyo zitakazofanyaje? Zitakavyotoka. Yaani azibaki au bakizi hata akiba. Sasa watu nyumbani nao pia ukiwaambia hivyo wanakwazika. Ila watatuelewa, tukianza kufanya kazi, tukianza kuwapa maokoto, wataingia kwenye mstari. Watalainika. Watatusoma namba. Iko hivyo. Tunaendelea na safari yetu, sijafika na kupaelekea nini. Na kama hivyo nyumba nini, unaona hapo kisi palipopasuka pasuka. Ulaya hapo. Sasa tukafikiria labda huku kuna vitu vimoja vya hatari, kumbe sehemu zingine kama Uvira, sehemu zingine kama Kigoma, sehemu zingine zinazidiwa na makele pale barabara lami ya makele inazidi. Hivyo. Sehemu zingine pakali. Haulinganishi hata na barabara ya Dar. Lakini ndio hivyo sasa. Kwa kila sehemu maisha ni yale. Sema tu ni akili ya kuishi. Kidogo nyumbani napafika. Ngoja nipazumu mpaone. Hapo ambako kuna hiyo gari ya nyeupe, hiyo gari nyeupe. Nataka niseme gari ya black. Maana kwa Kiingereza sijui. Sasa black ni Kifaransa, kidogo Waswahili hawatanielewa. Hiyo gari nyeupe hiyo. Na hapo ndo nyumbani kabisa. Ndio ninapopaelekea mimi. Kwa hiyo jitahidi nini, fanye kitu konki. Uangalie hii video jamani mpaka mwisho nini. Tunajua msaada kwenye maisha ni kitu kizuri. Mimi mwenyewe ndo bado najitafuta bado mgeni huku Ulaya. Kwa najitafuta kila njia. Ili pale nitakapopata kazi nijikute nimeshajitafuta njia zote. Maana mtu akianza kazi nini ubizo unaingia. Ubizo unaingia nini. Sasa mimi sitaki ubizo uingie. Sitaki ubizo uingie. Huku sijafanya kitu chochote. Kwa ndio maana nimeona nianze mambo yangu nini mapema. Ili kipindi ubizo utaingia ni kuposti tu picha. Jamani sendini picha inapostiwa. Postini picha hivyo. Kidogo nyumbani ndo hapa. Hapa ndo Maomboy, hapa ndo nyumbani nini. Lakini napopita kama vile sipaoni nini. Nitarudi. Kwa nyumbani ndo gari yetu hiyo hapa imechili nini. Ukiona hivyo unasema pesa zipo, lakini wapi na wapi. Ndo kama yale nilokuambia. Kwa hiyo ndo hivyo napita kidogo nini. Ili kidogo video yetu songe mbele uoneshe nini. Makazi ya watu, nyumba za watu. Ndo kama hivyo. Hapo ndo stop yenyewe inaitwa stop. Kwa Kifaransa inaitwa arrête. Kifaransa kidogo kina ugumu wake, lakini kwa Kiingereza wanasema tu stop. Yaani unazungumza huko na feel nini? Stop. Arrête. Kidogo hapo unaona stop ni lugha ya mastaa. Arrête ni lugha ya misimamo nini. Unamsisitiza mtu. Kifaransa. Arrête. Stop bro. Hadi unasikia raha nini. Ikifika hapo kidogo gari inapunguza mwendo, iangalie juu na chini, je kuna nini? Maana kuna hizi sijui wa Kiswahili wanaita sijui panda njia. Najua ni panda njia kama sijakosea. Kwa lugha nyingine sijui wanaita njia mbili, hapana. Huko ndo nyumbani huko. Ukishuka hapo nako pia unaenda kufika nyumbani. Ila niliona nikipita hii kidogo mtu fanyeje? Hamtaona mji. Na mimi nataka muone mji. Sasa kidogo narudi. Hapa tunarudi nini? Tunarudi maskani. Tunarudi zetu. Tunarudi zetu huko nini? Maisha ni easy sana, Maisha ni easy sana ukiamua yawe easy. Ila ni magumu ukiamua yawe magumu pia.
Ya iko hivyo. Hapa kidogo hajapapaloa vizuri hapa. Lakini raundi ya kwanza nilipopapita walikuwa fresh, lakini naona raundi hii nimeteleza. Najaribu kuanisha tu mandhari hizi. Mandhari za Ulaya hizi. Sio kwamba nini. Ni pa kawaida tu. Sema hivyo. Baiskeli za huku ni gari. Na gari za huku ni ndege. Gari za huku ndo ndege. Lakini baiskeli za huku ni nini? Ni hizi gari mnavyoziona hivyo. Kuna gari zingine unaweza kaweka ndani. Alafu hadi ukashangaa kwamba mbona gari nimeweka hadi ndani lakini bado zipo. Ukisema uhesabu ndo ndinga yetu tena hiyo. Mnaiona? Hiyo ndo ndinga yetu, nyumbani ndo hapa nini? Hapa hivi nimefika nyumbani. Hapa ni kwa Magufuli. Jamani kuna utelezi. Magu. Ndio anaitwa mzee wangu ni nagonga hapa ni. Kuja hapa nagonga. Ngoja nizime kabisa kwa sababu watu watakaotoka ndani hawatakagi kuonekana mitandaoni. Kwa hiyo baadaye mambo yatakuwa good. Guys, ni muda wa mpumziko, mtatulia lazi kidogo. Okay guys, nafikiri tunaendelea. Kidogo nilikuwa napata mapumziko maana baridi ilikuwa imeshanipiga kishenzi. Na waonesheni gisi kipindi cha cha snow inavyoharibu hali ya hewa. Nafikiri mnaona hivi vitu hivi. Gisi vilivyo. Viko chaka alichaka. Lakini kipindi cha cha sama kila kitu kinakuwa na sehemu yake. Lakini kwa sababu ndo kipindi cha snow hivyo vinakuwa vinatelekezwa hapo nini. Unaona baiskeli nini ziko nje nini. Hii yenyewe hapa hii shakufa, achana nayo. Okay guys, tunaendelea kidogo. Kulikuwa kingine ka changamoto hapa. Hizi ndo nani za taka hizi za majani nini tunaweka huko nini. Ndo Ulaya hapa, Ulaya. Sehemu za michezo nini. Aka kashamba ketu hapa tumeamua kuweka kashamba ketu, tunapanda mahindi. Tunapanda sijui mboga zozote zile unazozijua nini. Lakini sema ndio hivyo kipindi cha sema vitu vyote vimekauka. Baridi inakausha kila kitu. Hizi hapa ni mbolea. Vile nilivyo wainisheni pale kasema uchafu sio chafu jamani. Sema nini mbolea. Vitu vya mbolea nini hivyo tunaviweka huko. Michezo ya watoto. Sehemu za kuchezea nini. Kama jimu. Nitafika kote kule, ngoja tuanze sehemu moja. Hapa ni sehemu unafika huko unadunda nini? Yaani ukidunda unadunda kweli. Yenyewe unaona vile vidude hivi hapa. Yale maji yaloga ndana.
yani amegandana vibaya. Nitamani nipande ili nidunde kidogo muone. Ngojeni sipa kupandia wapi mimi mwenyewe mshamba. Kumbe pa kupandia hapa mwanangu, nilikuwa sijapaona. Yaani unakanyaga hapa nini? Unapanda hapa. Mdogo mdogo. Utelezi nitakakutana nao huku sasa. Ndo Ulaya sasa hivi. Hapa nikienda vibaya tu. Unaona? Kwa juu kidogo muone. Dunda hivi nini? Kama kisi mnavyoona huko. Sijui mnaona vizuri. Ndo kazi ya hapa. Ni sehemu ya kudunda. Hivi na dunda hivi. Sehemu za kudundia. Nitafute sehemu niweke simu. Jamani naenda. Kidogo njitupe chini ase. Wewe duniani kuna mambo ya ajabu. Mimi sijui huku Mungu alipaumbaje huku jamani. Yesu Kristo. Jamani, karibia kujitupa chini hapa. Aka ndo kale ka mchezo kanani? Sijui ndo ka basketball aka. Kadogo tu ka watoto aka mradi. Yesu Kristo. Hapo ni kwa mzungu hapo. Pone kama gisi palivyo. Hapo ni kwa mzungu. Hapa nashuka taratibu nisijitupe chini. Na hapa nikijitupa chini naumia vibaya. Nataka nitafute sehemu niweke simu. Alafu ni shoot nini? Angalau na mimi kidogo nionekane, msije mkasema kwamba mbona naye shoot haonekani. Tunasikia sauti tu. Okay guys, naenda sasa kujitupa kule muone, msijigeni. Muone. Hello guys. Muone sasa. Hapa ndo penyewe. Taratibu. Hapa ndo penyewe sasa. Unaona? Unaona jinsi palivyo? Yaani hapo unajitupa kabisa. Unajitupa. Ukisikia Ulaya, ndo Ulaya yenyewe sasa. Sasa unaweza kufikiria labda kitajiachia. Ni mwanangu hiki hapa kijiachia. Ukitaka ujilaze. Ukitaka ufanye mambo yote yale ni wewe. Watu wananishangaa kwa nini? Wajua kwamba kuna tafuta pesa, niko kazini. Ndio kazi nataka ni haya. Kidogo nimeenda taratibu. Unajituma taratibu. Watu wanacheka kule. Unaona? Huko ndo Ulaya. Yenyewe ndio hii. Wewe ngoleka vimaji vyenyewe. Hapo vina baridi kishenzi. Ushaona? Vina baridi kishenzi. Na ningejitupa chini lakini si mnajua hivi jamani maji. Naweza kaona hivi. Nikajitupa roho. Jamani. Nikuja kuelewa hivi. Jamani Ulaya hapa. Ngoja nishakusanya vya kutosha hapa. Nimevikusanya vya kutosha. Yaani vya kutosha. Shaona. Hapo ni vya kutosha. Unadunda tu. Ni wewe. Hapa lazima kazi ifanyike. Taratibu. Jamani ngojeni kwanza nitulie kidogo. Natulia kidogo. Mikono kidogo baridi. Shaanza kupiga, ngoja kwanza niweke mfukoni. Kwa hiyo ndugu zangu, ni hayo ndo maisha tunayoishi Ulaya. Nishazoea naweza nikasema hivi, japokuwa bado kwa upande wangu naona hali ngumu, lakini nishazoea na nitazidi kuzoea nini. Lakini hakika kweli hali ya huku ngumu. Kiukweli hali ya huku ni ngumu. Haishauriki. Haizoeleki. Unataka kuizoea kaa ndani. Unakaa kitako tu wewe na TV. Ukishindwa unaenda zako kulala huko.
hivyo. Lakini sasa utafanyeje? Tushalilia na Mungu kasikia vilio vyetu, tumefika. Hata tu tuseme ishara. Nafikiri hatua ya hapa kidogo tunaenda kuikamilisha. Hatua ya hapa tunaenda kuikamilisha. Kama waonyesheni. Natamani nijilaze chini lakini sasa pameloa. Mimi naweza nikaloa lakini sitaki kuloa. Mikono kwenye mfuko dakika 5, mikono nje dakika 5, mikono nje. Kwa hiyo ndio hivyo. Maisha shida, maisha shida. Maisha ya Ulaya shida. Maisha ya Ulaya ni shida. Maisha ya Ulaya ni shida. Ngoja nihamishe hapa kidogo. Maana nataka nihame hapa. Simu sasa itakubali. Ngoja nifanye hivi ili turahisishe. Hapana. Hapo bado sana. Nauliza mmechoka bado? Ngoja nihamishie hapa ili nataka watazamaji muone vizuri. Kumbe ni upande huu. Upande huu hapo. Kwa hiyo hapo ni pazuri, wazee wananitafuta, nitawapigia baadaye. Ngoja kidogo. Guys, ni muda wa mapumziko, mtatulia lazi kidogo. Okay guys, tunaendelea kidogo. Nilikuwa na mkanganyiko, mtakuwa nanielewa. Familia kidogo ananipigia. Nataka niwaoneshe hako kama mchezo kingine hapo. Kwa mchezo kenyewe ndo haka. Hapa ni sehemu ya kupiga mazoezi. Kupunguza unene nini. Kama gisi mnavyopaona. Panda kidogo. Mimi mwenyewe sijavizoea jamani. Mtania lazi. Sijavizoea. Unakuwa unapeleka hivi. Unafanya kazi. Yaani taratibu. Hapa ndo Ulaya da. Kwenye baridi kamasi. Kamasi linashuka kishenzi. Inachosha miguu.
Yaani miguu inachosha. Eti ni miguu inachosha. Kiswahili nacho bana. Miguu inachoka kweli kweli. Kwa hiyo tunatakiwa tuelewe hivyo kama gisi ilivyo. Tumeshazoea. Kidogo kiboeka ndani, unakuja hapa kidogo unafanya zako dakika 5. Unapunguza unene. Mazoezi ya unene. Mazoezi ya unene. Jamani, kuna mbwa wa majirani wana kelele, ila msijali. Mbwa za jirani zina kelele, tusielewe hivyo. Ni zetu mazoezi nini? Sasa wazungu bana, ukifanya kelele wao wanakwazika. Lakini mbwa wao wanatutilia kelele, utafikiri labda watusaidia nauli za kuja Ulaya. Ila acha tu, ipo siku ila naomba ipo siku waendelee, tutawaonesha. Utakuta asubuhi tumefanya vitu ambavyo haviko, alafu watasema tu weusi ni wabaya. Kumbe wenyewe ndio wabaya. Sisi ni watu wazuri tu. Tuna ile wala lile. Hiki kidude nacho kinanishinda bana. Ngoja nikae vizuri. Okay? Ngoja nikae vizuri. Tuna jaribu kutengeneza tu na mikono tuone itakuwaje. Kumbe ukitengeneza na mikono inakuwa good. Kitu na mikono inakuwa good. Na mikono inakuwa good. Hapo kuna huyo mbwa ni mkali, anaweka kelele. Sijui anajikuta kwa baba yake hapa. Muone. Mkali alafu hata kuwinda ajui, mshenzi yeye. Hata akiona kanyama kanapita hawezi akakimbiza. Jamani, huko kuna vituko huko. Huko kuna vituko sana. Ila mbwa ni wazuri wanangu. Mbwa ni wazuri ukiishi nao. Kama gisi wazungu wanavyoishi na mbwa wao. Ni wazuri. Ukiwatumia vizuri, ukiwaelekeza vizuri hivyo akikuelewa, mbwa ni wazuri. Wanaishi kama watu. Ila sema tu samani wanayopewa. Yaani mfugo unapewa samani kuliko binadamu mwenyewe anayemfuga nyama mwenyewe. Ule kuna mambo ya Mungu. Ule kuna mambo mengi sana. Mengi sana. Aise, nimechoka sana. Yaani huyo mbwa akisikia sauti yangu anaboeka, kubaba senge kabisa. Subiri, nitamfuga na mimi siku moja. Tutakuwa mwelekeza, nenda ukanywe maji mbwa, nenda. Jamani, nakaribia kuanguka. Sasa Fasali sana nakaribia kudondoka. Sasa kudondoka niko mtini. Lakini nipo juu ya kitu kinachodondoka. Kwa lugha fasani kwamba kile ambacho kipo juu ya kitu ndio kinadondoka chini, au sio? Kwa hiyo iko hivyo. Hapa lazima paeleweke hapa. Ngoja twende kazi. Lazima pataeleweka tu. Okay, hapa kwanza nimemaliza. Kuna kifaa kingine kama mnakiona sijui. Ngoja kwanza niwaonesheni nacho. Kifaa kingine ngoja niwaonesheni nacho. Hapa penyewe nishapigwa na baridi. Sasa sijui kama mlikuwa mnanisikia huko wanangu. Nakuwa natumaini mtakuwa mlikuwa mnanisikia. Ngoja nisogee kwenye vifaa vyenyewe mvione. Hivi ndio vifaa vyenyewe. Hichi ndio kifaa nilikuwa nakipandia. Nafikiri mnakiona vizuri. Kama naweza tena nikapanda hapa. Nikawa naonesheni. Kisa hapa juu palivyo nini hapa waki. Sasa sijui maji yaliharibu ama vipi. Wako hiyo. Alafu kuna sehemu ya kubonyeza nini. Kuna feni humo ndani. Nahisi patakuwa pameshaharibika. Tuachane na hayo. Tuje kwenye upande wa pili. Kifaa chenyewe nafikiri tushakiona vizuri. Tumekiona vizuri. Kifaa cha pili bana ni hichi.
kifaa cha pili hichi. Nasi ndo kile kiloni shindaga kipindi bado nimefika. Na hisi hichi ndo kile kiloni shindaga kipindi bado. Nafanyaje? Okay, ndo chenyewe. Ngoja nitafute sehemu nzuri. Ndio nitaweka simu na ikae. Ndio nitaweka simu. Na simu ikae. Yaani hadi simu nakataa kukaa kwa sababu kifaa chenyewe kigumu. Ila msijali. Bado. Ngoja nilete kitu kimoja. Ili kifaa pate kukaa. Ando najaribu kuonyesha maisha ya Ulaya jamani. Najaribuni kuonyesheni maisha ya Ulaya. Haya ndo maisha ya Ulaya. This is maisha de Ulaya. Kiingereza nacho kidogo kinatukataa. Ngoja nikaangalie kama hapo imekaa vizuri nini. Ngoja. Nikaangalie kama hapo mambo yamekaa vizuri. Ngoja nakuja nazunguka hivi nikaangalie kama hapo kifaa kinaonekana vizuri. Inaonekana. Nafikiri kule nimeenda kuta kinaonekana. Hichi ndio kifaa chenyewe hichi. Jamani mbona kina maji? Kifaa kina maji. Acha nikae chini japokuwa kuna maji pia. Ngoja nifanye hivi. Okay? Go. Hapa mikono yangu tena haina kazi. Mikono haina kazi tena, ila ndio hivyo navumilia. Nitafanyaje? Niko kazini. Unaanza kwa Kifaransa tunasema unaanza kupedale. Kuchomfia. Sijui kwa Kiswahili chenyewe, sijui watu watazungumzaje, sijui. Ila sisi tunaita hivyo. Kwa unaanza unaanza twende wanaume, twende. Jamani, mikono imekufa, pumzi imeenda, ila hichi kinawaka hichi. Nitakuwa kinatumia umeme hichi. Ngoja kwanza nivute pumzi afu tena tuendelee. Mikono kwanza mfukoni nilikuwa nimeshasahau, ndio maana nilikuwa nimeshasahau. Naam. Nje. Nije. Na shuti. Na nikuye. Wananiita huko lakini sielewa wananitia nini. Hapa kazi lazima iende. 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 Hata Mungu nimechoka. Kumbe hichi ni kibaya kuliko hicho. Bora hicho. Ngoja nishike tena. Twende kasi. Tutaki. Okay? Go move. 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 Hili janga. Ukisikia janga ndo hili. Sijui kama huko mnaniona vizuri lakini. Ila elewa ninachokuambia, hili janga mwanangu. Haki ya Mungu, hili janga. Niko na kwa kama sio kwangu unafikiri labda ni miazima. Haki ya Mungu, hili janga. Ngoja nishuke kidogo.
Ngoja nishuke kidogo. Nitazame huku. Huku mnaniona kweli huku jamani? Samahani, naweka simu vizuri. Nafikiri mtaelewa tu. Mtaelewa tu. Jamani. Guys, ni muda wa mapumziko, mtatulia lazi kidogo. Oh jamani, vifaa vyenyewe ndio hivi hapa. Nafikiri mnaviona. Nishamaliza nini nitaka kukufa hapo. Nikaona hapana, acha niache. Nirudi tu ndani. Maana sina budi. Sikia mwenzako anakuambia hana budi, bro elewa. Kashakuwa mbali. Hichi hapa ni kifaa cha nini? Cha neige. Kwa Kifaransa cha snow, kutolea snow. Kile nilichoonesheni kule ndo hiki hapa. Wanakifunika nini kisipigwe na maji hivyo. Kipo kwenye kama mwavuli fulani hivi kimetulia huko ndani. Hakina hili wala lile. Hapo kidogo nimeisha. Alafu bahati mbaya nilikuwa naendelea kushoot, kumbe huko video ilikuwa imejipiga pause wanangu. Yaani nimefanya kazi bure. Kwa vitu vingine vimekosekana, maongezi mengine ya mtu yasikia. Kwa mtaniwia lazi. Haya maji hapa ni zile barafu na baridi. Baridi ziliweka maji nini humu? Ila tuangalie. Unaona chini kisi kulivyo nani? Kuna maji humu. Nafikiri mnayaona. Sasa chini kuna kingine sasa. Yaani kuna maji ambayo yameganda. Ngoja tuangalie hapa. Ngoja tujaribu hapa. Hapa kidogo. Hapa kidogo. Cheki. Kuna baridi. Mimi nitakuja nife jamani. Mkono unakufa jamani. Mkono unaganda. Acha nirudi ndani chapa. Maana vile hivyo mkono unaweza kufa huu. Unaona jinsi ulivyobadilika. Narudi zangu ndani hapa chapa. Oh guys, ni muda wa mapumziko, mtatulia lazi kidogo.
So guys,